Mic test in 1 2 3 4 5. Mic test in 1 2 3 4 5. Hello everyone, so I'm waiting for my student to analyze gold on Monday. How will it play out? Then from there we will see what we are doing. So let's wait for him and see what's... Hello, vipi bro? Sawa sana, hopefully unanisikia vizuri, sio? Okay, sawa. So hebu tuangalie what gold is doing. Now kuna vitu hapa unatakiwa uvimark. Sasa hivi gold tumefika kwenye level fulani hivi ambayo this level for the previous time ilikuwa ina act as resistance like once and twice, lakini suddenly ili broke na ikarudi hapa ku retest before going up, na ikarudi ku bounce pale na ikaendelea kwenda up. So sasa hivi we expect the market hapa tuliko sasa hivi, this is 5 minutes, to bounce the market tuendelee kurudi juu. Lakini kwa sababu hii level chini haikuwahi kuwa filled, ambao huyu hapo sasa ni supply au demand, market pia inaweza, kwa mfano sasa hivi what we will do, we will take a trade here. Our stop loss itakuwa chini ya hizi level ndio itakuwa our stop loss, and we will be targeting here. Umeona? Lakini if this market ikatokea ikabreak na tukapata hii loss hapa, means what we will wait sasa hivi ni kuwait market ifike kwenye hii zone, na ikifika kwenye hii zone we want the market break this structure then irudi, then from here tutaingia another buy position kwa amani, tukiwa tunajua sasa now this was a supply zone, this was a demand zone, lakini this demand zone we can capture a high movement. Umeona? Lakini for now this is the movement we are waiting for. Lakini now what do we see here? Kwanza ili tuingie any market we need to see a break of structure. What is a break of structure? A break of structure can happen anywhere from here. If market ikija ika break this level here, market ikija iki break this level like this, boom, now that a break of structure of downtrend, then what we want to do from here, we will want to see the market iki break inarudi to this level, then to tunaondoka. Why irudi paka hii level? Kicheki vizuri utaona hapa we have some fair value gap here, so this is like magnet ambayo itafanya market irudi paka hapo chini hivi. Umeona? Lakini kuwa more sure is much better we wait market iswap this one. If market ingekuja na michezo yake yote, then ingekuja maybe ikafanya hivi, ikafanya like boom hivi, then irudi hapa. Now this was the perfect entry, and this was the perfect, kwa sababu this is more confirmed area kuliko hii breakout hapa. So leo gold we are looking to go long, lakini long paka wapi? Leo tunataka, usisahau sasa hivi market ya gold ni kama imeanza ku change the structure. So sasa hivi the best way ni ku look for sell. Yani sasa hivi gold ukilook for sell ni much better, kwa sababu the level ya uptrend utayoiona hapa kwenye one hour maybe. Ukicheki kwenye 1 hour utaona kwenye 1 hour this happened kwenye 1 hour. This market was in a uptrend. Ngoja niichore hapa. This market was in a uptrend. Now market ilipofika uptrend ili break. Now tuliwahi kusema siku moja kwamba every breakout there is a retest. Yani ukiona market inaenda hivi ika break hii level, lazima irudi kwanza ndo iendelee. So kama hii level iliwahi kuwa broken, je, wapi ilikuwa retest? Hakuna. So what we want ni at least hii market irudi to this level here. After kurudi hapo, then we want to sell kwa speed, tukirelax. And if you can even hold it for a month. If you can even hold it for a month. Kwa nini nakwambia you can hold it for a month? Kwa sababu ukicheki this market sasa hivi, market from here ilikuwa ina break tu, inarudi chini like hapa, ikarudi paka hapa, ikaendelea. So sasa hivi imerudi hapa, ambapo hii level it was this level. Hii level was this level here.
So market ikarudi paka this level, then ikadump. Lakini tangu idump haija break hii level ya chini, haija break hii level. Maana this one will be the last level. If the market break hii level ya chini hivi, kama market yetu itakuja alafu ita break hii level hapa, hii, kama market itakuja then ita break these levels mbili unazoziona hapo, ika break chini, then we want it to retest to this level. So hapa ndo itakuwa our retest, na tukiingia hapa stop loss yetu itakuwa juu kidogo tu, then we will be targeting very far. This will be the first TP. Umeona, that will be the first TP. After this TP we need to go kwenye TP ya pili. What is TP ya pili? Another TP you can find it a little bit further, somewhere around here. Sorry, naamini nimekuacha hapo. I will upload the video YouTube after nikutumie link na hisi kuna sehemu nimekuacha hapo. So utaona this will be our first TP. From here our second TP will be somewhere around this level here. So market ya gold sasa hivi, if we look to sell, is the best. So for now, today as we talk, let's wait to see one of the thing happen. One, ngoja tuone this break of structure natokea. Raha ya kutrade break of structure ni kwamba unakuwa comfortable zaidi kwa sababu stop loss inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo umeona hili, this will be my trade. So I want the market ije i break this structure, then irudi hapa. Wow, yani this one will be perfect. This will be the perfect trade. Umeona, this will be the perfect trade. If the market ikaje ika break this structure lakini ika break hii trend line ya juu, then market ikarudi to this level, means this will be our entry. Stop loss yetu tutaweka chini hapa, which tunajua iwezi kurudi, then we'll be targeting somewhere around this high hapa. Lakini hapo tunaona kuna fair value gap hapa. So hapa kama kuna fair value gap, inamaanisha we want the market kuja na hapa iwe like our first TP. Maybe hivi, it will be like our first TP. Na there are some points ambazo you can add position in case ukakuta ile market limekuacha. Sehemu za kuadd position, you can add position here, or you can take profit there. You can add position or take profit here. You can add position or take profit here. You can add or take profit here. Lakini once the market ikireach hapa, once the market, to assume market ilikuwa inaenda hivi, once market ikifika hapa, anza kulook kwa break of structure. If market did this, then imesha break the structure. Ukiona tu market ilikuwa ni uptrend then ika break, ikarudi kwenye the same level, what we will look sasa hivi, tutalook ku sell. Stop loss itakuwa somewhere on there and we'll be targeting ile down there. Umeona? So that what happened to gold kuanzia sasa hivi. Yani that is what we looking for kwenye gold sasa hivi. Mtu kama unapenda kuriski, you can risk $10 au unaweza kuriski $10 au $5 kwa sababu bado haijatokea break of structure or anything. Ukasema naingia sasa hivi kubai, sasa hivi naingia buy, naweka stop loss hapa chini, then I will buy somewhere around here. Maybe I will start looking to sell. Lakini mimi nachokushauri, let's wait break of structure itokee. After break of structure kitokea, we will look for sell. Yani the main aim ni kusell, so kubuy. The main aim ni kusell kwa sababu market is in downtrend. So tukipata position ya kusell, it is better. So yani unaweza ukasema hata mimi sitaki kutrade sasa hivi, lakini if market reach here, I want to sell tena kwa amani. So inaweza ukaamua kuamua moja, either uanze kubuy sasa hivi au uliwait hapo then uendelee nalo kusell. Lakini I'm so sorry. Kumbe hii sio gold. Sorry. I thought we were looking at gold. I'm so sorry. Sorry. Okay. Kumbe we are looking at, that way I was looking at why gold iko kwenye uptrend from now on. Sorry sana. Haya. So let's look at this. Market jana ilirudi ika push up. Market we are still looking at buys. Whatever you are doing, look at buy. I wonder, sorry sana, nilikuwa nashangaa kwa nini gold inaendelea kwenda juu wakati jana usiku nilikuwa na look kubuy. So this is a thing here.
as you can see market imeanza kuconsolidate. So what we want this market irudi to this level. Kwa nini this level? This level ilikuwa ina huge fair value gap. A huge fair value gap, this imbalance hapa inatufanya ina attract more people hapa. Na sawa, umeona? So we want huyu hapa ndo like our demand zone hapa. That our demand zone. Ngoja niandike demand zone. So I want, okay, then let's take Fibonacci. So Fibonacci from here to here ukichora tunakuja kugundua now anywhere from here ni muda wetu wa kubuy. So let's look at this one here, stop loss hapo, then let's look at another high. Umeona? So let's wait for this setup hapa ikamilike. This will be a legit setup. Kwa sababu gani this will be a legit setup? Kwa sababu market it was going up, as you can see market ilikuwa inaenda juu na inatengeneza high. Umeona? But suddenly market jana ika open above, then ikarudi chini kuziba the gap, then imerudi kwenda juu. So what we want ni kuangalia where is the imbalance. Utakuja kugundua most imbalance inapatikana hapa hivi ndo kuna like high impact hapa. There is no imbalancement hapa hakuna imbalance, sorry. So anywhere from here is a time to buy. So for this gold here, we want the market push down like this. We want the market push down like this, iingie kwenye this zone. Inaweza isifike hapa, ikifika kwenye zone, lakini from here break the structure, then tuanze ku buy even further. So for the gold we are looking to buy. Where is the TP? Your TP iwe anywhere above, lakini isiwe so far, because we don't know how much hiyo kitu inaweza ikaenda, kwa sababu tukijaribu kuiangalia sasa hivi tumesha break even previous high. So if we have already break even the previous high, is like we are continuing to buy bila kujua mwisho ni wapi. So the best way of gold leo ni kubuy, lakini we don't want to buy high. Always don't buy high, buy at discount zone. What is a discount zone? Utakuja kuona ukichukua Fibonacci retracement ukachora above to the highest and lowest, anywhere from here is the entry zone, anywhere from here. So this is like your entry, 1:2, 1:3. This is like your entry. Kama if you are scared market is kupite, then you can enter right away here. Lakini kama uogopi market is kupite, I suggest weka hapo na minimize loss. So hapo unaweza kaingia 0.01 ukariski labda $10, lakini market ikishuka chini unaweza kaadi another position na 0.01 au 0.02, lakini 0.01 nyingine. Market ikishuka chini ukaadi 0.01 nyingine. Lakini if market ikireach hapa, ikifika hapa, maybe you can add another 0.01 nyingine. Alafu stop loss zote ziwe below this level. We don't want hii level ipitwe, kwa sababu hii level ikipitwe itakuwa isha break the structure. So this market tunataka kubuy, lakini hatutaki kubuy sasa hivi. Maana tukibuy sasa hivi inamaanisha this zote itakuwa ni stop loss, and hatutaki tupate stop loss kubwa sana kwenye gold. Hii yote itakuwa stop loss. So we want to make stop loss a little bit lower ili mambo yawe clean. So entry at 307.842. Umeona? So that will be our entry. Hiyo itakuwa ni entry yetu. Then SL stop loss itakuwa at entry itakuwa hivi 76
and stop loss yetu itakuwa hivi. Umeona? Now here moja ni increase size. Umeona? So this will be our entry. Umeona? Hiyo itakuwa our entry. Hebu copy hizo namba hapo. Hi, sorry mara moja nilikuwa nimetoka. Yeah, so this is the entry ya leo. We want, kama unataka kucapture this down movement, kama unataka kucapture down movement ambayo si suggest, you can take this small trade hapa. You can take hii trade from here to there to down there. You could take this trade hapa. Lakini the problem is hii ni risky sana kwa sababu yani if you sell here na ikatengeneza new high, hiyo ni changamoto. Lakini ni much better to be patient. Hii market usisahau leo Jumatatu. Afu hii ni wiki ya CPI, hii ni wiki ya news. Kwa market inaweza ka act crazy sana. So let patiently wait the market irudi taratibu. Umeona? Before kuanza kwenda juu. Lakini kitu ambacho tunatakiwa kuavoid market kurudi hivi. To avoid sana market aggressive, yani market ambayo tukiona inarudi kwa nguvu like this, like ba like two moves imeshafika hapa. Hey, hii ni hatari. Tunataka tuone market inarudi like this. Unaona hapa kwa mfano hapa. Market inarudi taratibu ikitap. Market inarudi taratibu, yani hivyo. Tusikubali tu trade soko ambalo market inarudi like one candle, second candle, soko limefika. Umeona? So if you can tunaweza tukatrade, lakini what we want sasa hivi ni kuputa our alarm. If possible weka stop, weka buy limit hapo. Hakikisha kama hauangalii chart ukiweka buy limit then riski kidogo. Lakini kama utakuwa unaangalia market then usiweke buy limit. Instead njoo huku pembeni kwenye hizi namba. Ukija kupembeni kwenye hizi namba kuna ka alarm hapo. Then unaweza click hapo ka alarm ukasema add alarm to gold. Add alarm to gold sasa hivi if market reach here kwenye simu yako utapata notification like tiriring, then utaangalia sasa what is happening, then you look kuanza kubuy sasa. Umeona? Yeah, so this is how gold is kwa this week. Na utakuja kuona this week we don't expect anything like sijui market ije huku chini. We want to go up. The problem with gold sasa hivi ni kwamba tuko high. We don't know wapi to take TP. So the best way to take TP ni somewhere like here. Lakini you can target further, lakini you can't go further kwa sababu we don't know hadi wapi market itago. Lakini watabiri wengine wanasema gold itafika up to 4,000. Kuna people wanasema gold it will reach 4,000 here. Kuna people they believe gold itafika hapa. Umeona hapa. Ngoja nichukue hii line hapa. So kuna watu wanasema market itabuy
all the way from here to here. Kuna watu na believe market itabai paka hapa juu, lakini hii ni safari ndefu sana unless uwe ni swing trader. Lakini kama sio swing trader, just know that this market it will be best for us kama tukifika hapa tukibuy, then the best way tukishabuy tunapandisha stop loss, tunapandisha stop loss, tuachele endelee kurun, tunapandisha stop loss. Lakini pia katikati unaweza ukawa una add position. How do you add position? Kama ulibuy market ikaenda juu, then ukaona market inafanya pullback, inafanya kama inarudi chini kidogo, alafu ikianza kupanda juu kidogo like this, unaanza kuingia buy nyingine, kwa sababu what we know, market itaendelea kutengeneza new high. Ikitengeneza new high ikafanya kama ina pull back to this level, then you can enter buy, kwa sababu market itaendelea tena kwenda juu. Ikifika hapa, market ikirudi paka hapa, you want to enter buy, kwa sababu market itaendelea kwenda. So hizi ni point za wewe kuadd position. Hizi ni point ambazo wewe utazitumia kufanyaje? Kuadd position kwenye every position. Hizi kila market ikifika kwenye hizi point, you can buy hapa. Unaweza ukabuy ukasema let me target up. Market ikifika hapa unaweza ukasema okay, na target up like that. Stop loss yako inakuwa chini ya hii level nyingine. Market ikifika hapo tena, you are buying. Stop loss hapo, you are targeting again up. So the more market inavyoenda, you find a new buy. Inavyoenda na find a new buy. So sasa hivi market itacheza. Market inaweza ikafanya vitu vingi sana hapa, ikafanya hivi michezo mingi. Lakini once ikifika hapa, we buy. Then baada ya buy, every pullback we buy, umeona? So that will be it. Lakini kwa sasa hivi gold tulipofika, we want to buy it, lakini anywhere from the zone. Kuanzia tukishafika kwenye hiyo zone hapo, ndio tutalook kubuy. Na kama unapenda soko linaokimbia sana, then na kushauri anza kufuatilia hizi index. Kuna vitu vinavyoitwa index. Index ni kama US 30, NAS 100, G30, FRA, G40 na gold. Hizi zote zinakimbia sana. Kuna huyu anaitwa NAS. NAS ni ndugu yake gold. Huyu anakimbia kuliko gold. So ukimcheki NAS utakuja kugundua right now kwenye NAS yuko very aggressive kwenda down. Very aggressive. Tunaona ili knockout Ijumaa. Very aggressive kwenda down. Na ukicheki kwenye 1 hour utakuja kugundua market tumefika kazone fulani hivi ambako mimi nakahesabia as if kulikuwa kuna ka fair value gap hapa ambacho kamekuja kuzibwa. So this level you can take it as ni sehemu nzuri ya market ku look for buy. Umeona? Now do this. If you can look at this, alafu wait the breakout of this. Maana kila market sisi tunachotaka kitokee ni kwamba tunataka tuone market i break this level, then irudi ndo tuanze kubuy. Remember, huyu ni NAS ana speed sana. Yani NAS ana speed sana. Kama mtaji wako ni $50 au $100, ukiwa na trade NAS hakikisha unatumia 0.01, 0.02, ukizidi sana 0.05. Na hiyo 0.05 inamaanisha you are very very comfortable with it. Lakini kama uko very comfortable, I say get out of the market. Kaogele maji. Mimi nitaogele kwa jikoni. Umeona? So that's it. Kwa sasa let's wait here. Utaona Ijumaa mara nyingi, Jumatatu mara nyingi sipendagi ku trade,
kwa sababu ni easy way to lose money. Maana Jumatatu bado soko lina manipulations za kutosha, unless paka mchana au paka nipate clear movement. Lakini hizi zote hizi tunazoziona hapa sasa hivi, hizi ni movement ambazo you can enter sasa hivi tukiwa tuna hope kubuy, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye zone ya chini. Always tukiwa tuna buy au tuna sell, tunataka sisi tunapenda tuthibitishe kwamba stop loss yetu iko tight sana. Iko tukishajua tu stop loss yetu iko tight, then we don't worry. Lakini kama stop loss yetu haiko tight, tunaanza kupata mashaka. Nao tumepata majibu. Now hii ni G40. I want you to buy his currency sasa hivi. Kama unatumia just market, take this buy sasa hivi. Hii inaitwa German 40 index. Inaitwa GER 40. German 40 index, au unaweza ukatrade France 40 au France 40. Inafanya mchezo ule au German 40, France 40, unaweza ukatrade pale stop loss chini uko una target juu. Kwa sababu gani? Sasa hivi naona hii inaweza ikawa like break of structure, na sasa hivi utaona soko limeconsolidate taratibu as if ina respect this level. So I want to buy there, stop loss very tight, na tukitarget juu, ili in case kitukula basi iwe imetukula kidogo sana. Umeona, ndio maana nakwambia use very tight stop loss like this one here. If we kitu knockout no problem, lakini if we go up, this is massive. Umeona? Au GER 30. Pia GER 30 ni the same thing. So GER 30 from 30 na zinginezo zote michezo ni sawa. Umeona, like risking here, targeting here. Yale maji nishaya, kuna maji nishaweka kwenye ndoo. Yako tayari kwenye ndoo. Ndio nikakwambia kaoge pale, afu kuna mingine kwenye jikoni. Umeona? Hata hii utaona you can take this, then you continue going up like that. Then kuna na US 100 pia mchezo ni ule. US 100, as you can see what we did here. US 100 kitu ambacho unaweza pia ukafanya ni the same. Remember, these currencies zina nguvu sana. Umeona? These currencies zina nguvu sana. So enter it na very small lots. Small lot size, ingia hapo, alafu tuone market ikienda. Lakini if market reach this level here, we want to look for sell. Kwa sababu gani hii tunataka ku look for sell? Kwa sababu that level imekaa promising. Yani from here we will want to look sasa ku sell. Umeona, we'll want to look for sell like somewhere around even down here kwenye that level. Umeona, tukichora ile Fibonacci retracement yetu from high to low, anywhere from here tutaanza ku sell. Lakini kwa sasa this is what we are currently having. Now tuangalie currencies zingine, kitu kama Bitcoin. Tuangalie vitu vingine kama Bitcoin na vitu vingine, what do they do? Je, tunaweza tukazi trade zenyewe sasa hivi au la? Now tukicheki kitu kama Bitcoin, it was in a downtrend, na tunaona hii level imeshakuwa broken. Lakini hapa naona nilichoraga kitu hapa. Ngoja tuangalie ki 1 hour what is happening with Bitcoin. I have no idea. So hapa anywhere from here. So I think from here maybe we can look to buy Bitcoin, lakini we don't have the clear movement. Tunaona market ilirudi hapa ikaanza play. So mimi ni risk take. Hapa hakuna right entry kwa sababu hakuna break of structure. Lakini mtu unaweza ka enter this position here, then target like zone like this. Yeah, target zone like this, or zone like this, or zone like this, zone like this. Zote ni take profit ambazo unaweza kuzichukua along the way, like the first TP, unaweza kuchukua the second TP, unaweza kuchukua the third TP, fourth TP. Hizi ni TPs. TP1,
TP1, TP2, TP3, umeona, and final TP. Hii ni Bitcoin, hii ni Bitcoin, umeona. So Bitcoin we can do this sasa hivi kama ita respect ipasavyo. Ngoja ni screenshot niweke kwenye group kwa sababu this one is perfect, umeona. This one is perfect as you can see hapo. Let me take his TP hapo. So yeah, this is what happened to Bitcoin sasa hivi. This is what is happening to Bitcoin sasa hivi. Let's look at it as if yeah, perfect entry hapo. Umeona Bitcoin. Kuna kitu kingine kinaitwa tuangalie something like Euro USD. Tukiangalia Euro USD utaona hapa ili tu knock out Ijumaa, very easy. Nakumbuka nikifanya hivi hapo. I think nimepata something here. Look at it. Market imeshindwa kupita 2 times here. Market imeshindwa kupita like 2 times. So it's much better mimi ku sell sasa hivi this level then targeting this like TP1 hapo, like TP1 and something like that. Lakini tukicheki market tutaona like ime break this level hapa, ime break ikafanya kama ime pull back then ikaenda, lakini right now hii level market imeshindwa kupita like 2 times hapo. Market imeshindwa kupita like 2 times. So sasa hivi if we want to sell sasa hivi stop losses ziwe juu pale and we'll be targeting to sell. So kwa Euro USD I want kuinter sasa hivi, yani tunavyoongea na wewe. I want to enter Euro USD sasa hivi. To enter Euro USD sasa hivi kwa sababu ni more safer. Umeona? Ni more safe kuinter Euro USD sasa hivi kwa sababu stop loss yetu iko karibu. Hii yenyewe tunapata kwenye GBP USD like market it was going up and down. Market ikarudi like this level here na ikarespect like ikashindwa ku break down. Umeona? Now sasa hivi market iko like this level here. What the market will do we have no idea kwa sababu hatujaona break of structure, tujaona chochote. So ni either tuone break of structure to the downtrend au tuone market imerudi hapa then we look for buy. So for this case maana market iko kwenye uptrend, I will suggest either we sell paka hapa chini, lakini kama we hatu rush, if we don't rush, let's wait the market ifike hapa then stop loss zetu zitakuwa chini, entry itakuwa pale, then we will be looking at buy the TP1 and TP2 here. So this will be like a promising strategy, lakini kwa sababu unaweza ukatrade support and resistance, then hii resistance hapa sasa hivi imesha act as a hapo, you can put that as a stop loss and tukatarget sasa hivi hapo chini if you don't mind. Umeona? If you don't mind you can do that sasa hivi. Kwa mfano let's take this. Yeah, so ndo hivyo. Yani kwenye trade usicomplicate sana. Yeah, things should go quick. Umeona? Now this resistance sasa hivi imeshapita, tunaona na ilipitwa na market ikaja ikaretest ikaondoka. So sasa hivi tumebaki na sehemu ambayo we don't know wapi pa kuingia. So tukichukua Fibonacci tukadraw from up hadi down, tutakuja kugundua if market ikirudi this zone here, market yetu ikirudi hapo, tutakuwa tumepata another entry. Now that entry tutayoipata sasa hivi, what we can do, tutaweza kuinter sell. Tunaweza continue sell from this level, stop loss juu, then to look ku sell kwa sababu market looks like inaendelea ku sell like this is a big sell. So if we sell we will be very happy. Na utaona hapo kuna zone ilizimark. So hizi zone ilizozimark like hapa,
utaona it's a wise way. Tukifika kwenye hiyo zone we will see how it behave, lakini kama ita behave vizuri, then tukifika hiyo zone we want to look to buy from this level, stop loss chini kidogo, then we will be targeting like this is the first TP or this is as the last TP. Umeona? So for now euro USD, euro GBP JPY, we can look for this one here. Umeona? Now this is a real trade ambazo mimi ndo naenda kuzitake zote. Utaona the same with AUD JPY, kwa sababu AUD JPY na euro zote zina act the same. So after this level here, everything TP here, stop loss down here, we target below. Umeona? Kwa sababu hizi correlation zake ziko sawa sawa, hazijapishana sana correlation. So that's it. So that's it yenyewe. AUD chef correlation zake ni market ambazo ziko hazijapishana sana. Euro JPY, tuone labda market nyingine ambao correlation zake ni tofauti. Hii tulisell, which is good. Haya, now kuna hii movement hapa tuliipata. Hii ndo Euro JPY. So Euro JPY naona imesha swap off liquidity, we enter now Euro JPY. We enter now Euro JPY. Umeona? So wengine wanasema if market reach kwenye hii zone, maybe we can look for sell, kuendelea nayo na sell. Umeona? Wengine wanasema okay, if market reach here, maybe it will be a right time to sell as a professional. Umeona? Na kuendelea like that, then to sell all the way to this level, then from this level maybe you can look for buy, which is a good one. Lakini not bad kusema stop loss iko ndogo. Sasa tulisema tunaweka stop loss ndogo kwa sababu we are not sure of this, kwa sababu hakuna break of structure nzuri. Lakini break of structure kitokea kutosha, then hakuna haja ya kutumia hii. So hii market ni kama tunaiwahi tu, lakini if we are patient, there is no need ya kuhurry kuingia kwenye this market sasa hivi. Tunge wait paka tupate right entry pale. Tungepata right entry, then like tungekuwa vizuri. Like hapo ukicheki utaona like this is a break of structure, then market ime pull back to this level AUD CAD. I think it's much better to sell sasa hivi. My strategy ni very simple. Sitaki kucomplicate like what is this. No, sitaki kucomplicate kabisa, kwa sababu that will be our first TP and this will be our second TP here. Our strategy is super easy. There is no need ya kuanza kujifikiria sana, sijui like hey, sijui what should I do. No time for that. Yani ukiona breakout, ukiona retest, there is no worry, ni muda waku go against. That's it. That's the only thing unachotakiwa kufanya kwenye trading. So yeah, that's it. Umeona? So that's it. Hiyo ndio USD CAD. Ukicheki USD CAD hapo, that was a perfect entry. Tutaona hapo kulikuwa kuna some Fibonacci. Tuone hapa what the market ilifanya nyuma. Now the market tuko hapa na is like ime swap liquidity. Hatuwezi tukasema this is a swap of liquidity or this market ime break the structure. So ngoja tupate clear movement, then we will execute this market pale kwenye US30. Lakini US30 nakumbuka ni kama hizi tulisema ni much better to look kubuy sasa hivi, kwa sababu stop loss iko very tight, na that is the genius part. Hakikisha the stop loss is super tight. If the stop loss is super tight, then you can take this thing. So this is NAS. Ngoja niwatumie kwenye group na hii kwamba hey behave. This is NAS 100. Hey, kwa watu ambao mtakuwa mnaangalia hii YouTube, utaona this is my group ya WhatsApp. Usishangae natuma wapi mkaanza kuhisi na tania.
So yeah, so that's it. Hiyo ni analysis za leo, lakini remember today is Monday. Monday is not a good day to trade kwa sababu Monday ndo market is na open. Mimi na assume kama vile ndo siku ambao mabenki kuanza kutafuta mafaili ya nyuma and everything, so it's something like that. Vitu vinaweza fika slow. So tuangalie, do we have news leo ili tu trade kwa maana kama kuna news tujue kabisa tuna trade kwa discipline. So tuone hapa if we have any news kwa siku ya leo. Today is Monday and I think we have euro leo. Oh, come on man. Okay, so as you can see hapo Zoom imeisha, maana natumia normal one, si tumia premium. Lakini news today we are like free. Anything we do, I think if we look for sell euro, it will be perfect. If we are looking to sell euro, everything will be perfect. Let me do this. Everything you do, look to sell euro today. Ona. Mimi hapa. Okay bro. So that's it jamani, hope you understand. Wazee wa bure, lakini that online meeting mwenzenu wamelipia and I really appreciate, and I will see you another day.